Hujambo, unaendelea kusikiliza anga za 106.5 Radio ya Tumaini la Uzima. Kama nilivyokuahidi, tutakuwa tuko na mgeni wetu siku hii ya leo. Tunazungumzia huduma anazopata mama mjamzito ambaye yuko katika ile hali ya kutambua ni nini ambacho anapaswa kufanya kuweza kuweka maisha yake salama, mahitaji ambayo anahitaji, hospitali atapata nini. Hizo zinaitwa antenatal care. Kuna part 1 ambao tulizungumzia last week ama kile kipindi cha nyuma. Tukaweza kuzungumzia kuhusiana na masuala ya jinsi ambavyo mwanamke anapaswa kujitayarisha, jinsi ambavyo mwanamke anahitaji kujua na kuhakikisha kwamba wakati ambapo anaenda kliniki kuweza kujua yale mambo ambayo ni muhimu katika maisha yake. Zaidi ya yote kuandamana hata pia pamoja na mumewe na mambo kama yale. Kwa sasa mpaka ule mwendo wa saa 6 mchana tutakuwa tunaweza kuangalia masuala ya awamu ya pili, vyakula ambavyo anahitaji kula, hatari ambazo zinaweza kutokea endapo atafanya 1 2 3. Kwa nini ni muhimu kwa mwanamke kwenda hospitali kupata matibabu akiwa mjamzito? Kwa nini mwanamume anahitaji kuhusika zaidi katika maisha ya mke wake wakati anabeba ujauzito na mambo kama yale? Kwa hivi sasa nataka kuungana na muuguzi wetu, anaitwa Lilian Melina kutoka katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Samburu, kuweza kuuliza tu msikilizaji ukaweze kuandamana nasi katika kipindi hiki katika awamu hii, na zaidi ya yote ukaweze kuuliza maswali. Endapo uko na swali lako lolote pale ambalo uko nalo kuhusiana na masuala haya ambayo tunazungumza, ama ni swali lolote la kiafya uko nalo unahitaji kupata majibu, basi utakuwa unaweza kuungana nami hivi sasa. Hivyo basi usiende mahali, naweza kumtafuta tu muuguzi wetu tukaweza kuanza kipindi chetu cha siku hii ya leo. Radio Hello. Hello. Naam, good morning. Good morning, Faith. Uko mzima? Niko buheri wa afya, labda hapo studioni. Sisi pia tuko salama, tulikukosa sana katika upande huu, karibu tena. Asante, hata mimi nimeshukuru kupata nafasi hii wakati mwingine. Naam. Naam. Labda kabla hatujaweza kuanza, tuanze kwa wale wasikilizaji wetu ambao wanakusikiliza kwa mara ya kwanza, uweze kujiintroduce, wewe ni nani, halafu mueleze msikilizaji tunazungumzia nini siku hii ya leo. Asante sana, Faith. Kwa majina naitwa Lilian Melina Lenyaro. Mimi ni muuguzi wa afya katika hospitali yetu ya County Referral Samburu ambayo iko mjini Maralal. Naam. Mimi nafanya katika kitengo cha kina mama na watoto ambaye inaitwa MCH. Na huwa nakujanga katika radio kufundisha na kuhamasisha jamii yetu. Naam. Naam. Na labda katika swala ambalo tunalizungumzia siku hii ya leo na kwa nini ni muhimu tuweze kuzungumza kabla tuweze kuanza kwa ujumla. Asante sana. Mazungumzo yetu ya leo ni continuation ya ile ambayo tuliweza kuanzia mara ya mwisho, ambayo tuliongelea wakati huo. Na ni vyema kwamba tunaweza endelea kwa mada huu leo kwa sababu inaguzia kina mama na watoto. Na wakati jambo ambalo linahusisha kina mama na watoto ni jambo la muhimu sana kwa sababu ndo kiini cha familia zetu zote. Naam. Kwa hivyo tunazungumzia masuala ya antenatal care part 2. Naam. Yes. Naam, asante sana. Kabla uweze kutubreakia down, tunaanza na swala la nutrition. Vyakula ambavyo huyu mama mjamzito ameshajitambua ni mjamzito, amekuja hospitali, mumeweza kumpatia cancellation, ameanza clinic. Je, ni vyakula gani ambavyo anapaswa kuanza navyo kama mama mjamzito? Naam, asante sana. Vile nilivyosema wakati huo mwingine kwamba antenatal care ni nini? Antenatal care ni ile care ambayo tunampa mama ambaye ni mjamzito. Naam. Ile wakati atajigundua kwamba labda amekosa hedhi au kwamba agundue kwamba ako mjamzito, wakati anapokuja hospitalini ni nini hiyo ambayo huwa tunafanya
kuhakikisha kwamba yeye ako katika afya nzuri, na pia mtoto ambaye ataweza kumpata atakuwa katika hatari yoyote. So wakati huo mwingine tuliweza kugusia vitu kadhalika na vile ambavyo umeuliza nutrition ama lishe bora, ni kuna ile mafunzo ambayo huwa tunampa mama kuzingatia lishe yake na familia yake. Katika ile kitabu ambayo mama anapatiwa katika hospitali ambaye ni tunaita Purple Book au kitabu cha kliniki, unapata kwamba katika hiyo kitabu iko na mafunzo ya lishe bora katika ukurasa 18. Iko na mafunzo kuhusu lishe bora ama the 10 food groups ambaye mama anafaa kuzingatia. Na kuna zile mambo ambayo huwa tunamueleza kwamba kwa kila siku at least unafaa kukula 5 out of the 10 food groups ambazo nitaweza kujifunza saa hizi. Pia ni vizuri kuweza kukula a variety of food. Yani kwe katika hizo group zaidi ya 5 kwa siku. Kukunywa maji kwa wingi kila siku. Na ku make sure like autumii zile madawa au zile vitu ambazo si nzuri kwa mwili, kama tuseme madawa za kulevya, pombe, sigara na vitu kama hizo. Ningependa pia kugusia kwamba wakati unapatanga, natumia tafiti kutana na labda mtu ambaye ako mjamzito, lakini anaweza unapata kwamba akona zile tunaita cravings, zile ambazo labda anatafuta sijui mawe, sijui mchanga, mara sijui anataka kutafuna mti gani. So unapata usually hiyo inakuanga like a system in the body kwamba kuna kitu inahitajika. Yani hiyo ni kuashiria kwamba kuna jambo ambalo limekosa au kuna nutrient ambayo mwili imekosa, ndipo unapata hiyo tamaa au hiyo urge ya kwenda kutafuta sasa hizo vitu ambazo tunaziita craving. Sawa. Na pia ni condition kwa sababu it is one of the minor complications of pregnancy. Tunaita unusual cravings ambayo haina benefit kwa mwili. So unapata kwamba mama akiweza zingatia lishe bora vizuri, unapata kwamba hataweza kupata hiyo kutafuta zile vitu ambazo hazina maana sana kwa mwili. Tukianza moja kwa moja katika food group, ile order ambaye inapatikana kwa urahisi, lakini zote zinapatikana kwa urahisi, lakini zile ambazo tumezoea. Okay, so nitapenda kuanza na ile ambayo tunaita legumes ama pulses. Ni zile vitu kama maharagwe, minji, kunde, zile ambazo minji, yani hizo vitu ambazo ni zile ni legumes, ni zile ambazo unajichemsha kisha unakula. So unapata hiyo iko na faida nyingi sana kwa mwili, kwa sababu iko na madini, iko na a lot of proteins, carbohydrates. So ni vyema kwamba mtu asizoee type moja peke yake, kwa sababu tuko na ile maharagwe ya kawaida ambayo unapata ndio inapatikana kwa wingi. Tuko na ile ambayo tunaita njahe, tuko na ile ambayo tunaita natumai unajijua Faith, ndio? Nazijua. So unapata kwamba hiyo ni food group ya kwanza, kwamba kwa kila kama ni wiki at least umeweza kupata mara kama 3 au 4, kwa sababu it's one of the very important food groups. Kienda ya pili, unapata kuna zile tunaita grains and other starchy foods, zile ambayo ziko na starch kwa wingi. So unapata ni vitu kama mchele, sasa ile ungo ugali, unapata pia ndizi za kupika ziko hapo, cassava, ile tunaita mhogo, ndoma, na vitu hata pia mkate, kwa sababu pia iko na ngano. So unapata hiyo food group ya pili ambayo iko peke yake. Pia hiyo iko na
a lot of benefits to the body, na pia inasaidia mama sana sana kwa kuweza kupata hiyo energy throughout the day. Haya, tukienda ya 3 tunapata tuko na dairy product au zile ambazo ni za maziwa. So kama maziwa yenyewe, yogurt, mala, zile ambazo tunaita cheese. So unapata pia hiyo iko na manufaa yake. Na pia iko na a lot of protein, a lot of zile tunaita itaprocessiwa ikuwe sugar kwa mwili, so inaongeza pia nguvu na kuweza kusustain mama au mtu kwa muda mrefu bila kuhitaji chakula nyingine. Hiyo ni ya 3. Ya 4 ni zile tunaita flesh food, ama zile ambazo zimetokana na wanyama. So ni kama nyama, samaki, kuku, hizo zote ziko katika food group moja. So iko na a lot of iron, iko na a lot of protein, inasaidia sana amino acid na hizo vitu zote. Another food group pia ambayo tuko nayo ni mayai. Mayai iko peke yake kwa sababu it's a very special type of food, kwa sababu it has a lot of protein. Pia inasaidia when you're bodybuilding or when you unahitaji yani zile nguvu katika mwili. Food group ingine pia ambayo nitaongelea ni zile tunaita nuts and seeds. Ni kama njugu, aina zote za njugu. So tuko na nuts, macadamia, hizo zote. Pia hiyo iko food group on its own. Unapata kwamba kwa sana sana zile ambayo tunapata dukani, unapata zinapatikana lakini watu wanaichukulia ni kawaida tu. Kwa kawaida au pia ni kwa sababu unapata sana sana youth wanatumia wakati wanatumia mihadarati, so inakuwa associated kwamba si kitu nzuri. Unaona? So huwa naelezea kina mama kwamba njugu ni kuna shilingi 5, shilingi 10, lakini iko na a lot, iko na natural oils, iko na oils and fats, iko na proteins, iko na so many good mayani madini mazuri katika mwili yetu. So ni vizuri kwamba na ni bei rahisi, inapatikana kila mahali, haiharibiki kwa haraka. So it's a very important food group. Haya, kienda kwa pande nyingine ya mamboga, unapata kwamba tuko na zile ambayo tunaita orange or yellow fleshed fruits and vegetables. So ni zile kama carrot, paipai, malenge, yani ile ambayo ukikata katikati ni kala yellow. Okay. So hiyo inasaidia sana mwili, iko na madini yake, vitamin C, iko na a lot of vitamins, na inasaidia sana. So unapata wakati nafunzana, it's very practical wakati unaweza muelezea mama au mwenye ananisikiliza kwamba wakati gani unaweza kula. So unapata sana sana kina mama wakipika jikoni, ama labda unaandaa chakula na uko na another extra carrot, ni vizuri uikule ikiwa hivyo, unachonga tu unatafuna ukiendelea kupika. So kwa sababu you find that you see once you cook, ina reduce, inapunguza madini. Once you cook, especially sasa ukiweza pika iive sana, yani kwa sababu kuna watu wanapika chakula tofauti. Wakati labda unapika hiyo carrot iwe yani nyepesi kabisa, unapata the content ya vitamins inashuka kabisa. So ni vyema wakati kama sana kama ni mama anapika, na mwashiria tu hata kama ni nusu, chukua tu itafune. Hiyo pia ni food group on its own. Unaona vile kuna maana. So tukiendelea, kuna zile ambazo tunaita dark green leafy vegetables. Hizo sasa ni zile ambazo ni green yenyewe. So ni kama sukuma, spinach, terere, managu. Kwa sasa hii imeanza kuonyesha, so itapatikana kwa urahisi. Wingi sana. So kama ningependa sana kusisitiza kwamba sana unapata katika jamii yetu wafugaji, unapata tuko na yani ile chakula ambayo tunakula kwaangi lishe bora ambayo iko na more than one food group. So unapata labda vile kumekuwa na jilali ya kupatikani mboga, unapata mama anakula tu labda ugali na maziwa peke yake. So wakati huu naomba kwamba tuweze kuchukua advantage kwamba hizi mboga sasa zitapatikana kwa urahisi. So zikipatikana kwa urahisi, unahakikisha kwamba unazitumia ama unazipika kila siku.
sababu unapata kama sasa hiyo zile vegetables ambazo ni green zina a lot of iron, zinaongeza damu kwa mwili. Na sana vile nilieleza ile wakati mwingine unapata katika sana hata katika hospitali yetu unapata kina mama wengi wanakuja na shida kutokuwa na damu kwa mwili. Unaona, ama ile ambaye imepungua. So ukiweza zingatia tu hizo maboga za sana green, the ones nimesema. Kuna zile za kienyeji pia ni vizuri sana. Inapata utaongeza sana damu na hautaweza kupata hayo magonjwa. Naam. Na kabla tuweze kusonga mbele, labda niweze kumweleza tu msikilizaji wangu kama nilivyokuzungumzia pale awali, ndio tayari msikilizaji tumeingia katika kitengo chetu hapa cha mahojiano. Tunazungumzia swala la huduma ambayo anapata yule mama na vyakula ambavyo anapaswa kula katika wakati ambapo anaenda kliniki kupata haya ama kupata huu ujuzi na kuweza kukinga ama kujikinga na kuhakikisha kwamba anabeba ujauzito wake katika ile hali ya sawa kabisa. Kwa hivyo basi msikilizaji, nafasi ni kwako endapo kuna swali, changizo lolote lile, uweze kuzungumza nasi. Niko naye muuguzi Lilian Melina kutoka katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Samburu. Endapo wewe ni mama mjamzito, natumai kwamba umeweza kukutana naye katika pita zako za kuelekea hospitali. Unaweza kuzungumza naye, kumuuliza swali lolote kwa nambari yangu ya simu 0712000014. Ni nambari yangu ujumbe mfupi. Nambari ya simu ni 0712000014. Tuko naye hadi mwendo ule wa saa 5, atujuze jinsi ambavyo tunapaswa kuchukulia ujauzito. Tumezungumza masuala ya kabla, wakati ambapo mama anajitayarisha kuweza kupata mtoto, na sasa yuko katika ile hali na anaweza kujitunza zaidi. Ni yapi ambayo unahitaji kufahamu? Endelea kuungana nasi ili kwamba ukaweze kujua zaidi. Nikirudi kwako muuguzi wetu. Naam. Tumezungumzia vyakula hivi tofauti. Mama mjamzito anapokosa nutrition sahihi, ni hatari gani yuko nayo ya kuweza labda kupata mtoto mwenye ambaye yuko na weight kidogo, ama ni yeye mwenyewe anajiweka katika hatari? Unaweza kutuzungumzia hilo? Asante. Unapata kwamba katika hizo food groups ambazo nimesema, kuna zile mbili ambazo sijataja bado kama fruits and vegetables. Unapata mama kama hawezi hata zingatia lishe bora. Ya kwanza, katika fruits and vegetables unapata kwamba kuna zile vitamins tunapata. Kama vitamin A, vitamin C, kuna ile ambayo tunaita folic acid, kuna ile ambayo tunaita vitamin E. Na sana hiyo ambayo nimeitaja ambayo inaitwa folic acid inasaidia wakati mtoto ako katika tumbo ya mama. Ni nini hiyo ambayo inamfanya aweze kugrow, yani kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9. Kwamba ni zile seli, zile ni mamilioni ya seli zinaendelea tu kujidivide pole. Kila moja atajua anajidivide kukua nini, kukua viungo tofauti, kukua mfupa, kukua ubongo, kukua nini. So unapata ukikosa kuzingatia hizo lishe bora, unapata hiyo kitu ambayo tunaita folic acid. Hiyo inasaidia sana katika growth ya hizo cells and development. Isiwe na tashwishi, isiweze kujigawanya ambaye haijielewi, ama kukosa kujigawana, vitu kama hivyo. Unapata pia wakati mama anakosa kuzingatia lishe bora, kwanza kabisa yeye ataweza kupata magonjwa kama hizo ambazo nimesema, kama hiyo ambayo inaita kutokuwa na damu ya kutosha kwa mwili. Unapata pia anaweza pata magonjwa zile ambazo zinaitwa opportunistic, kwa sababu wakati unazingatia lishe bora inasaidia immunity yako, kwamba wewe mwenyewe uko sawa, magonjwa hayatakupata. Lakini ile wakati auzingatii lishe bora, unapata utapata magonjwa kwa haraka kulingana na yule mwingine ambaye anazingatia lishe bora. Naam, so unapata kwamba lishe bora ina umuhimu sana katika development ya mtoto na katika pia mama wakati anabeba ujauzito wake. So unapata pia mtoto kama hataweza kuzingatiwa na lishe bora, unapata kwamba ataweza kupata mashida ile ambayo ni genital malformation na vitu kama hivyo.
Na labda tukiweza kuangalia tena kwa zaidi, baadhi ya kina mama wamekuwa na kama ulivyozungumza cravings. Je, kuna hatari yoyote mama anapokosa kile ambacho anatamani wakati wa ujauzito? Kweli kabisa. Kuna zile ambazo zinakubalika kwa sababu kama labda unapata hiyo hamu ya kukula kitu ambayo ni kizuri kwa mwili. Labda unajua wamama wanakuja wananiambia kwamba mimi leo nataka kukula giberi peke yake. Na sitaki chakula nyingine yote. So unaona hiyo haina ndio haujazingatia zile lishe bora. Lakini kwa hiyo yako unaweza ongeza matunda, unaweza maliza kwenye maziwa, baadaye ukule njugu. Unaona sasa tumefika karibu 4 au 5. Unaona? Lakini sasa kuna wale wengine ambao huwa anasema labda natamani kula mawe, ama anakuja nayo anatembea tu akitafuta mawe yake. Unapata hiyo mawe kwamba hakuna kitu ambayo inaongeza kwa mwili. Alafu tena ni kitu ambayo mwili haijui vile itaidigest kwa sababu not digestible kutokana na zile asidi ambazo ziko kwa tumbo na vitu kama hivyo. Unapata pia kuna ile ambaye anakula ile mchanga ile ya termite ile ant hiyo, unapata anaenda anakula. So inaweza kuwa labda hiyo mchanga iko na microorganism au iko na uchafu mwingine yote. Wakati huo unajaribu kupunguza cravings, kumbe unajiongezea shida nyingine. La pili, unapata kwamba hizo mawe ambazo unakula kuna kiungo kwa mwili ambayo inaitwa appendix. Unapata sana hapo ndio ambacho inaweza kuwa affected ya kwanza. Au unapata katika utumbo inaenda kufunga huko utumbo wako, so unapata choo haitembei vizuri. So ni vyema tu kwamba wakati unapata kunayo labda uko na hizo cravings ambazo ni zile vitu ambayo haisaidii kwa mwili, unajaribu tu kuzingatia lishe bora kwa uangalifu na kwa kutia bidii sana, kwa sababu ni mwili inakuelezea kwamba ni kitu tunakosa, ni kitu tunafaa kuongezea kwa mwili, ndipo unapata kunakuwa na hizo cravings. Naam. Na labda kabla hatujaweza kuzungumzia swala la supplementation wakati wa ujauzito, labda kuna huyu mama ambaye wakati ambapo amegundua kwamba yuko mjamzito, kuna hizi signs ambazo anapata, labda anatapika sana, kila chakula chochote anatapika sana, yani mpaka anaogopa labda kupata hamu ya chakula. Labda ni huwa sababu ambayo inasababisha ni nini, na huyu mama anaweza kusaidika kivipi? Asante sana Faith kwa hilo swali. So unapata wakati mama amekuwa mjamzito, vile nilipofunza kwamba kunazo homoni zile ambazo zinasaidia kushikilia ujauzito na kusaidia mwili iweze kuelewa kwamba uko mjamzito, kwa sababu hiyo ndio inasaidia kwamba kuna hiyo mabadiliko yote huwa unaona katika mama mjamzito. So unapata hizo homoni iko nazo effect kwa mwili of course, kwa sababu ni kitu ambayo kwa kawaida iko chini. Wakati uko mjamzito huwa inaongezeka maradufu kwa mwili. Sawa? So unapata kwamba kuna homoni ambayo tunaita progesterone. Progesterone ni homoni ambaye inasaidia kuweza maintain pregnancy. Na unapata one of the side effects yake wakati iko nyingi kwa mwili ni kwamba ina flow. Unaona kama vile kwa kawaida tuseme mashini inaenda mbio. Wakati sasa labda kitu iharibike au kitu iwe kwa wingi, unapata hiyo mashini inaenda pole pole. So the same thing na effect ya progesterone. Kwamba inafanya kila kitu sasa inaanza kwenda pole pole ndani ya mwili. Wewe mwenyewe utaisikia, lakini ndani ya mwili zile seli zinafanya hivyo kwa different systems. So unapata katika utumbo wa chakula inakuwa na digestion very slowly. Haya, hapa katika koo na ile ambayo tunaita esophagus, ile ambayo chakula inapita hadi kwa utumbo, yani iko na upolepole, hata kupeleka chakula iko na upolepole. That's why as a reaction to that, unapata mama mjamzito anatapika kwa haraka,
kuchoka roho kwa haraka. Anapata ile kitu ambayo tunaita constipation ama choo kuwa ngumu. So ni as a result of side effect ya hizo homoni ambazo zinazosimamia ujauzito. Na sana sana ndio maana unapata ni mwanzo wa ujauzito peke yake. Kiendelea unapata kitu inaisha. Naam, usually the first 3 months ndo hiyo progesterone iko kwa wingi, kwa sababu bado placenta haijaweza kutengenezwa iweze kuchukua hiyo function ya kushikilia mtoto. So kwa hiyo wakati wa miezi ya kwanza 3 hiyo homoni ambayo tumeita progesterone inashikilia huo mtoto. So as a side effect ndio maana unapata kuna hiyo kutapika, kutaka chakula, kutapika ovyo ovyo, hata ukikunywa maji unapata inarudi. So ni vyema tu kwamba kuna zile mafunzo ambazo huwa tunapatia mama anayepitia shida kama hiyo, kwamba kuna zile vyakula unaweza kula ambayo itarudi hiyo kutusikia hivyo, ama haitachangia sana, kwa sababu kwa mfano ukiweza kula kitu ambayo iko na sukari sana, hii yenyewe inafanya usikie hivyo labda kutapika. Lakini for example kama ni yeye ajaribu kula kitu ambayo iko na sukari, itafanya hiyo feeling ikuwe zaidi. So kuna hizo mafunzo ambayo huwa tunapea mama. Naam. Namba za msikilizaji, nafasi ni kwako. Dakika ni 39 baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi. Unaweza kunipigia simu kwa nambari ya 0712000014 uweze kuuliza swali lako endapo kuna changizo lolote. Tunazungumzia masuala ya huduma ya huyu mama mjamzito wakati ambapo yupo mjamzito. Ni vyakula gani ambavyo anapaswa kula, lakini pia vile vile endapo anahisi tofauti katika mwili wake ni hatua gani ambazo anapaswa kuchukua, na mambo mengine mengi ambayo tunaendelea kuyapata. Nipigie simu 0712000014 wakati ambapo tunaendelea na awamu yetu hii. Utapata nafasi ya kuuliza swali lako lolote lile la kiafya ambalo uko nalo kuhusiana na mama mjamzito, au hata lingine lolote lile ambalo utakuwa unaweza kulipata. Labda tukiweza kuendelea kusonga mbele, Lilian, tuzungumzie swala la supplementation during pregnancy. Supplementation kwanza ni nini? Alafu inamaanisha nini kwa mama mjamzito? Naam, asante sana Faith. Supplementation ni ile kitu ambayo wakati umeshazingatia lishe bora. Ni nini ambayo unaweza patiwa zaidi kama mama mjamzito. Na unapata sana sana kuna zile tembe za IFAS. Naam. Kwa urefu inaitwa iron and folate acid tablet. Vile nilipofunza hapo mbeleni, folic acid inapatikana kwenye matunda, kwenye mboga, fruit and vegetables. Lakini wakati mama anakosa kuzingatia lishe bora, hata kama unazingatia lishe bora, lazima kwamba ukue umefikisha hiyo kiwango mzuri ya folic acid. Kwa sababu hiyo folic acid ukikosa kuipata ile kiwango ambayo inastahili, unapata mtoto anazaliwa na shida ambayo tunaita spina bifida, au ile uti wa mgongo ambayo haujakamilika. Naam. So unapata huo ugonjwa ni mbaya sana, na huwa it's not very good, kwa sababu prognosis yake ni lazima uende operation, yani vitu mingi, na ni kitu ambayo kabisa unaweza kuizuia. Naam. So unapata ndiposa huwa serikali huwa inapeana kwa hiyo huduma kabisa kwa bure bila malipo, kwa sababu kama ni kitu ambayo kinaweza zuiwa, kwa nini ni wamama wasiweze kupatiwa hayo tembe kwa bure na aweze kuzingatia kuimeza. Naam, labda tu kabla uendelee tumsikilize huyu Redo Ashe. Hello Redo Ashe. Naam, habari ya asubuhi. Nzuri sana. Karibu sana, tunazungumza na nani? Naam. Labda unaweza kuzungumza Kiswahili? Labda uko na swali lolote kwa mgeni labda? Aya, muulize kwa Kisamburu, anaweza kukuelewa. Haya. Hello.
Haya, labda ameweza kuogopa hapo. Ametoweka. Lakini si neno, tunakutoa nafasi msikilizaji, kwa yeyote yule ambaye unahisi kwamba wewe ni mama, unataka kuuliza swali lakini hauelewi Kiswahili. Mgeni wangu anaweza kuelewa lugha yako. Kwa hivyo unaweza kunipigia simu, alafu utaweza kuzungumza naye. Kama uko na swali, ataweza kukujibu kwa njia ile ambayo utaielewa na kila mmoja ataielewa. Labda Melina, unaweza kuendelea kwa sasa. Naam, asante sana Faith. Vile nilikuwa nafunza kwamba ayo tembe ya iron and folic acid, kuna zile vitu ambayo inazuia. Na kama vile nilivyosema, uti wa mgongo kutokuwa complete. Kuna ile ambayo tunaita birth defect of the brain, kwamba kuna ile ambayo tunaita kwamba kichwa inaweza kuwa na maji kwa wingi katika ubongo, na nyinginevyo. Nyingine pia tunaita ni ile ambaye mtoto anazaliwa labda ubongo wake haujakuwa developed vizuri. So unaona kwamba hayo ni magonjwa ambaye yani ni magonjwa ambazo si mzuri mama aweze kupata kwa mtoto wake, na ni kitu ambayo angeweza kuiprevent. La pili, pia katika hiyo supplementation, hiyo tembe iko na iron. So pia inazuia mama kutopata wakati ako mjamzito damu iko chini. So wakati mama anazingatia kuyameza hayo madawa, inasaidia hizo vitu mbili ambazo ni za muhimu sana. La pili, kuna zile ambaye sana sana zile areas ambaye kuna malaria, ambayo tunaita malaria endemic zone. Kuna zile dawa mama anapatiwa kumeza kwa muda fulani, kuweza kumzuia yeye asipate malaria, wala asiweze mtoto wake akizaliwa asiweze kupata malaria. Naam, lakini anameza tu huo wakati peke yake akiwa mjamzito. Naam. Nyingine pia ambayo tunampatia ambayo ni ya kuprevent ni tetanus. Kuna shindano ambayo mama anapatiwa. Kama ni mimba ya kwanza unapata shindano 2, mimba ya pili 1, mimba ya 3 nyingine, alafu mimba ya 4 ndio ya mwisho. So unapatiwa ya 5, na hiyo sasa imekukinga kwa maisha. So hiyo inazuia kupata ugonjwa wa tetanus katika mama wajawazito. Naam. Kwa hivyo umezungumzia kuhusiana na hizi shindano ambazo anapata mama, na unasema ya kwamba kwa kila ujauzito ama kwa ujauzito wote anapata shindano 4. Ndio nimesema hapo mbeleni, katika kama ni mimba ya kwanza, hiyo shindano ya tetanus huwa ni 2. Lakini kisha baada ya mtoto wa kwanza, wa pili mpaka wa 4 ni shindano moja. So unamaliza, kama ni mimba ya pili unapata shindano 1, mimba ya 3 baadaye shindano ya pili ya 4, alafu kisha mimba ya 4 unapewa shindano ya 5, the 5th injection. Katika mimba ya 4. Sasa hiyo 5th injection wakati unapatiwa katika mimba ya 4 imeku protect for life. Naam, so unapata kama hata ukipata wengine wawili hautadungwa kwa sababu ulisha kwa vaccinated complete. Naam. Kisha baadaye ya mwisho kuna deworming ambayo huwa tunafanya wakati second trimester, kuanzia mwezi wa 4 mpaka wa 7. Ya mama dawa ya kuzuia minyoo. Kisha baadaye atapatiwa nyingine baada ya kujifungua. Naam. So unapata katika supplementation during pregnancy, hayo ni vitu ambaye unapata ni vya umuhimu sana. Na wakati mama unampata labda hazingatii, unapata kuna zile matatizo labda anaweza pata. Naam, na labda tuendelee na kuzungumza hili swala la inaitwa prophylaxis. Naam, kwa lugha ya kueleweka zaidi, prophylaxis ile ya yani kinga, yani ile kama
services zile ambazo zinafanya kama vile nimeongelea injection ya tetanus na pia hiyo madawa ya kuzuia malaria. So ni zile vitu ambazo tunakupatia au madawa ambayo tunakupatia kuweza kuzuia zile magonjwa zenye zinaweza kupata. Naam. Hiyo ndio inamaanisha prophylaxis. Yaani tunakukinga usiweze kupata magonjwa fulani. Naam. Pia katika mama huwa tunapimanga HIV na HIV, syphilis na hepatitis. Na unapata kwamba labda tukiweza pata mama ambaye hajaweza kujua hali yake, kisha baadaye matokeo yatokea, kwa hivyo tunamwanzisha dawa, kwa sababu unapata sana ugonjwa wa HIV kama mama hataweza kuzingatia kumeza dawa vizuri, unapata pia anaweza kumsambazia hayo virusi kwa mtoto. Naam. Baadaye mtoto azaliwe akiwa na hayo virusi. Sema tu kwamba huwa tunafanyanga hiyo huwa tunafanya hiyo screening testing, kisha baadaye kama iko unapata dawa kisha kuzuia huyu mtoto ambaye atazaliwa asiweze kuwa na hayo virusi. Naam. Naam. Namba si msikilizaji, dakika zinasalia 11 iweze kutimu mwendo ule wa saa 6 mchana. Tunazungumzia masuala ya huduma ambayo anapata mama, mazingatio ambayo anatakikana aweze kuzingatia upande wa vyakula wakati akiwa mjamzito, lakini pia vile vile hatari ni zipi wakati ambapo hatapata vile vyakula hitajika, lakini pia vile vile kwa kila jambo ambalo tunalizungumzia hapa ni kwamba liko na suluhu. Kwa hivyo tumeweza kupata suluhu ya jinsi ambavyo tunahitaji kuweza kufanya endapo wewe ni mama mjamzito, una plan pia vile vile kupata watoto, lakini pia vile vile wewe ni baba wa familia ambaye unapenda kujua afya ya mke wako wakati yuko mjamzito. Kipindi hiki kinakuhusu wewe sana. Radio Ashe, hello Radio Ashe. Haya, simu yake kaweza kutoweka pale. Kwa hivyo unaweza kuzungumza nami, nambari yangu ya simu iko wazi, ni 0712000014. Uko na swali lolote kuhusiana na mada yetu ya leo, endapo ni changizo, unaweza kutufikia kwa nambari yangu ya simu ambayo nimekupa, lakini pia unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kwa 0712040010. Kumbuka kwamba tunaweza kutamatisha ndani ya dakika 10 zijazo. Hivyo basi upate nafasi ya kuweza kuuliza swali lako. Lile lolote lile ambalo la kiafya uko nalo, uweze kuliwasilisha. Nikiweza kurudi kwako Lilian. Katika kipindi chetu cha kile cha mwisho tulipozungumzia masuala haya, kuna mmoja wa wasikilizaji alinifuata baadaye akanambia ya kwamba nimeweza kusikiliza mazungumzo na muuguzi wetu leo, lakini sasa kuna swala ambalo liliweza kumchenga kidogo. Akaniuliza ya kwamba daktari ameweza kuzungumza kuhusiana na kina baba waweze kuwapeleka watoto wa wanawake wao hospitali endapo ni mjamzito, na kuweza kujua ile afya ya mama wakati ni mjamzito. Yeye kama mzee wa jamii ya Kisamburu ama kutoka katika jamii hii ya wafugaji, anahisi ya kwamba sio lazima kwao ama sio swala lao, yani haliwahusu kupeleka mwanamke ambaye ni mjamzito katika hospitali kujua jinsi anavyoendelea. Labda uweze tu kuwatia moyo ama the positivity yenye ambayo inakuja na mzee akiweza kusimama katika kujua afya ya mama. Naam. Asante sana Faith. Na unapata kwamba hiyo ni mojawapo ya changamoto ambayo huwa tunapitia au kina mama wanapitia, kwamba kuweza kuhamasisha wazee kwamba iko na umuhimu, yani iko na maana sana. Kwa sababu ningehamasisha kwamba kila mtu ambaye ananisikiliza kwa sasa, na kwamba uko na mama ambaye ako kwa nyumba ama mjamzito au hata alikuwa mjamzito, natumai tu baadaye ukienda nyumbani mwambie mama, unisaidie ile kitabu yako ya kliniki, ufungue katika ukurasa wa 3.
ukurasa wa 3 peke yake ni ile jukumu la baba katika maisha ya huyo mama na huyo mtoto kwa huo wakati. So, unapata kuna zile vitu ambazo nilizisema hiyo wakati, zile ambazo ni your role and responsibility as a father, wakati uko wa ujauzito, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. So unapata kwamba katika hiyo ukurasa wa 3 na wa 4, hiyo ni jukumu la baba peke yake. So iko na umuhimu sana kwa sababu hata kuna zile utafiti ambayo ulifanywa kwamba wale watoto ambaye ama ile nyumba ambaye baba ako involved, unaona, unapata wakati hao watoto wa hiyo nyumba wataweza kuwa adult, wataweza kuwa na better outcomes, or they are better human beings out there. Yani katika identity yao, katika kufanya kazi kwao, katika, unaona, kuna zile vitu ambazo baba mwenyewe ndio anaweza kuinstill katika mtoto. For example, kitu kama confidence, kitu kama self, yani ile umuhimu wako. Kuna zile roles za baba ambaye ndo zinaweza yani kuwa na maana sana katika mtoto. So ningependa tu kuhimiza kina wazee wote ambao wananisikiliza, kwa sababu huo mtoto hangepatikana kama wewe hauyuko. Kazi yako haijaishia katika biological kumtengeneza mtoto peke yake. Wakati umechukua hilo jukumu la kumtengeneza huyo mtoto, kumbuka kwamba kuna hiyo ni responsibility ambayo Mungu amekupatia. So ni vyema tu kwamba uweze kumpa mke wako hiyo support, kwa sababu hata hiyo kumleta peke yake inamfanyia wonders, kwa sababu ako na support system, hiyo social system yake iko sawa. So unapata iko na manufaa zaidi kwa mama na kwa mtoto. Kisha baadaye unapata hayo mazuri yote inarudia nani? Inarudia baba. Na labda kwa kutamatisha, swala la client education linahusu nini na nini, tukiendelea kutamatisha? Unapata kwamba hiyo education ni ile mafunzo ambayo tunampatia. Nikiweza kugusia tu kwa haraka, kuna ile ambayo tunaita danger signs, ama zile vitu ambazo ukiweza ziona wakati uko mjamzito, kwa haraka sana, usitegemee saa ngapi, usiweze kuangalia ni saa ngapi, ile wakati yote unaweza pata kwamba hii inanifanyikia. Nasi tumsikize huyu kwanza. Naam. Radio Ashe, hello. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana Mama Sabrina. Ni daktari asikia Samburu. Hata niulize kwa Samburu. Kiatu chilika doji family fani kwa bere nike jichata ngara keru ngara yakili. Akayuda na gedede ni adana nedede am. Kiku motando nganaojo karangara tardo nata kulete ki akili ni mesopati na akayuda na natoka mkitamja itumia weleng natoka maji family fani. Asante. Asante sana Mama Sabrina. Haya, mimi nitakuwa na kuachia. Labda ni swali ama ni changizo, sijapata kitu. Swali ameuliza kwamba nini huwa hasa inasababisha wale watoto ambaye wako na ulemavu, ama wenye labda wameumbwa kitofauti, kwamba hawezi, kwamba akili yake haijaweza kuumbwa njia ya kawaida. So unapata kwamba sana katika jamii yetu ya wafugaji wa Samburu, unapata kunayo a lot of myths and misconceptions, sana kutokana na kutojua au kutoelewa labda clinically vitu kama hiyo zinatokana na nini. Jambo la kwanza ambayo ningesema sana unapata vitu kama hiyo ni genetic, kwamba iko kwa familia. Ndiposa ni muhimu sana vile niliposema, wakati unapanga kupata mtoto, unafaa, kuna maswali zile ambayo unafaa kujiuliza na kuuliza yule ambaye unataka kupata mtoto naye. Kwa sababu ukiweza pata katika familia yake kuna watoto ambaye labda wako na akili punguani, au kunayo chances ya kuna ile magonjwa ambayo ziko hereditary. So
katika chances yako jua kwamba itakuwa. Haimaanishi lazima itakuwa, lakini iko chance kwamba itatokea. Labda watoto wako wawili wataepuka, watatu watapata, unaona? So nipata ni vyema kwamba la kwanza. Najua ni jambo gumu sana sana katika jamii yetu ya Afrika, ya jamii yetu ya wafugaji. Ni jambo gumu sana kuweza kuuliza, unaona, kupata hiyo history. Lakini ni vizuri kwa sababu sasa teknolojia inaendelea, so unaweza kupata history, unaweza kupata yani familia yako kuna haya magonjwa na vitu kama hiyo. Kwa sababu kuna katika zile nchi ambazo ziko more advanced, unapata kunazo genetic testing ambayo mnafanyiwa. Kisha baadaye mnaambiwa mkiweza pata watoto mjue wanaweza kuwa hivi na hivi, unaona? Lakini since kwa sababu sasa hiyo ni kitu ambayo bado hatujafikia. For example, ukiweza pata ile sababisho sana sana ni genetic. Na pili, labda kuna kutozingatia lishe bora, kutokuwa na madini ya kutosha katika mwili. Ndio maana inaleta ulemavu au mtoto kuumbwa kitofauti. Mwingine la mwisho ni kwamba hata kama ndio kwa katika tuko na a lot of science huwa imefanywa research na nini, unapata nyingine tu ni maumbile ya Mungu. Na kwa sababu sisi hatuna uwezo wala hatuna nguvu ya kuweza badilisha, kwa sababu sisi wote ni viumbe vya Mungu, na hivyo ndo ameamua kutuunda au kututengeza. So unapata kuna hizo factors ambayo ndio unaweza zuia, na kuna vitu vingine ambazo zikiweza kuja unapambana tu nayo, kwa sababu Mungu hawezi kupatia na wewe kitu ambayo hautawezana nayo. Na tukitamatisha, labda wrap up yako itakuwa ni gani katika swala letu la siku hii ya leo? Asante sana. So ningependa kuzingatia au kuhamasisha sana sana kina mama. Kina mama, jambo la kwanza ni tuweze kujiweka wa kwanza. Tuweze kujipenda. Tuweze kujishughulikia. Kwa sababu hakuna ile kikombe ambayo haina kitu utaweza kukunywa. Lazima kikuwe na kitu. Lazima ukue wewe mwenyewe uko na nguvu ndipo uweze kutengeneza jambo fulani katika nyumba yako. La pili ni kwamba wazee ama kina baba wa nyumba uweze kumsupport mke wako au bibi yako. Kwa sababu bila nyinyi kuwa kuwa katika ile hali ya kupendana ya kujali mwenzako, na pia kumweka needs zake mbele, unapata kwamba processes za ujauzito inafaa kuwa kitu ambayo ya furaha, unaona, kitu ambayo halina tatizo lolote. So kama ni kazi, unamtafutia mtu wa kumsaidia. Kama ni lishe bora, mnang'ang'ana, kwa sababu tulisema Faith hakuna kupata tu mtoto fuati ila amekuja tu amekuja. Hapana, tumefika ile wakati katika maisha yetu kwamba ndio unaweza, ndio hata kama ndio ni God's will, but tunazingatiwa kwamba tuweze kujipanga. Sipo unapata watoto 5 katika miaka 5, unaona? Utakuwa ni wewe au utakuwa unajisaidia. The long run unapata afya yako inadidimia, watoto hawana mavazi, hakuna inatosha chakula na vitu kama hivyo. So ningependa tu kuhamasisha kwamba wakati umejua kwamba uko mjamzito, ni vizuri uweze tu kutembelea hospitali, kwa sababu haya mafunzo yote utapata hapo. Na kwa sababu nimeweza kufunza, labda kuna nyingine ambayo haujashika, wakati utakuwa unaenda katika hospitali na uko mjamzito, uliza kama kuna radio ambayo nimeisikia tumefunza kwamba kuna hii shindano nafaa kupatiwa, au ni ama ni ya nini. So ni vyema tu kwamba tuweze kuzingatia lishe bora na kujipenda. Asante sana Lilian kwa kipindi chetu cha siku ya leo. Natumai kwamba next week tutazungumzia mengi zaidi. Asante sana kwa nafasi hii ya kuweza kufundisha jamii yetu kuweza kujua, kwa sababu with knowledge comes power. Haya, asante sana. Mungu akubariki, akutende mema. Msikilizaji, tupatane katika awamu yetu ya 3 baada ya muhtasari wa mwenge. Muhtasari wa mwenge. Muhtasari wa mwenge. Muhtasari wa mwenge. Muhtasari wa mwenge.